Shemu, kumbe nikuulize kitu. Hivi kaka yangu akiwa chumbani yani uwaga yukoje? Sijakuelewa. Yaani namaanisha kwamba kaka yangu yani mkiwa kitandani uwaga yukoje? Kwa sababu yeye ni mtoto wa kwanza, mimi ni mtoto wa pili, na kila mtu ana nguvu zake, ndio maana nauliza hivyo. Hayo mambo ni ya wanandoa, mimi na mume wangu. Kwa hiyo kuyatoa kwa watu wengine, hata kama ni ndugu yako, inakuwa sio vizuri. Nisikilize shemu, tupo wawili hapa, ndio maana nakuuliza hivyo. Sio nielewa, tupo wawili ndio maana nakuuliza maswali kama haya. Umenishtua, lakini shemeji. Usiwaze, hivi ni vitu vya kawaida shemeji yangu. Tupo wawili ndio maana nakwambia hivi. Lakini sasa kaka yako hii muda yake ndio kurudi. Hamna swali, tutafanya chapuchapu. Hebu jaribu na mimi, kwa sababu yeye ana nguvu zake na mimi na nguvu zangu, alafu tupo wawili. Hili jambo mtu yeyote hawezi kugundua. Au kaka yako kakutuma uje unitete? Hapana, usiwaze hivyo. Mimi unajua hata mimi mwenyewe huwa nakupendaga sana, ndio maana nimekuja leo, nimeamua kukwambia ukweli. Ni vile tu kakaangu alikuwahi, lakini mimi ndo nakupenda kweli. Kwanza shemeji, kakaangu ana demu mwingine huko, mimi nakwambia ukweli. Kwanza niachie. Hapo sasa unaanza kuvuka mipaka. Unataka nikuonyeshe upande wangu wa pili. Hapana shemeji yangu. Hapo nishakushtukia. Kama kakako kakutuma, kamwambie mimi sipo hivi. Sijui unanielewa? Alafu kwanza uwe na heshima. Mimi ni shemeji yako. Alafu mimi na wewe yani hata tuendani kimwili. Sijui unanielewa? Shemeji, mapenzi hisia shemeji yangu, mimi nakupenda. Mapenzi hisia? Ndio, mimi nakupenda. Kwa hizo hisia zako umetoka nazo huko, unakuja kunipa nini? Unakuja kunionyesha mimi hizo hisia zako. Na za kaka yako azitibu nani? Wewe. Kuwa na heshima na maisha ya watu. Kama maisha hapa yamekushinda, rudi kwenu kijijini. Niache na mume wangu. Unanielewa? Shemeji, kwa hiyo nisema umenitolea nje sio? Mimi sio nakuomba na kutesti. Shemeji, mimi nakupenda kweli. Na hili jambo, yani jambo hili hapa nakwambia kitu fact kweli kabisa.